Mungu, hii neema kubwa ya Mungu ambayo ameiachilia kwetu itufikishe kwenye hatima za ndoto zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu, tunaona kwamba Yusufu anaota ndoto. Ndoto ile aliyoota Yusufu, anawaambia ndugu zake kwamba watamuinamia. Ina maana kwamba atakuwa mkubwa kuliko wao. Anaota mara ya pili, anawaambia kwamba ameona si ndugu tu, bali ameona mpaka baba mpaka mama, jua, nyota na nini na mwezi vinamuinamia. Anawaambia tena. Lakini hawa ndugu zake walikasirika sana hiyo ndoto aliyowaambia. Unaona neno la Mungu inasema kwamba baba yake akaihifadhi ile ndoto. Haleluya. Yusufu alikuwa ni mtoto ambaye anapendwa sana na mzee Yakobo. Ndugu zake wamekwenda kule kwenda kuchunga kule porini. Siku moja tunaona ya kwamba Yusufu anatumwa na baba yake kwenda kuwatazama ndugu zake. Anafika kule kwa ndugu zake wanamuona, wanasema muangalieni yule bwana wa ndoto. Yaani ile ndoto ile imewachukiza sana ndugu zake. Ndipo tunaona kwamba Yusufu anauzwa. Kwanza wakapanga mbinu ya kwamba wamuue Yusufu. Haleluya. Wakapanga mbinu wamuue Yusufu ili ile ndoto yake isiweze kutimia, ili kuua na zile ndoto zake, kuua na yale maono yake. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaweza akawa ameachilia ndoto kwako, ameachilia maono kwako, lakini kuna watu ambao unaweza ukawaambia Mungu amenionyesha 1, 2, 3. Mungu ameniambia hivi na hivi na hivi na hivi. Wale watu wasipendezwe na kile ambacho unachowaambia. Haleluya. Adui yupo kwa ajili ya kuharibu ndoto na maono ya mtu ili asiweze kufikia kwenye ile ndoto ambayo anatakiwa afikie, kwa sababu anajua kabisa ya kwamba ukifikia kwenye ile ndoto wewe ni mtu mwingine. Ukifikia hatima ya yale maono wewe ni mtu mwingine, ni mtu wa tofauti. Lakini adui anapenda tubaki kuwa wale wale. Kama ni mtu wa kulia, anapenda kuona kwamba huyu mtu wakati wote analia, huyu mtu wakati wote anahangaika, huyu mtu wakati wote anateseka. Adui hapendi kuona kwamba tunafika kwenye hatima yetu. Hapendi kuona tunafika kwenye ndoto zetu. Anatafuta mbinu ili aweze kutuondoa kwenye ule mpango wa Mungu, kutuondoa kutembea pamoja na Mungu, ili kwamba tu hatima zetu tusisifikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikafikia sehemu wanataka kumuua, lakini wakaona mtu mmoja akatokeza ambaye kaka yao Ruben akatokeza akasema tusimuue. Takwenda kusema nini kwa baba? Takwenda kusema nini kwa baba? Ninaomba tusimuue. Ifike sehemu na wewe atokee mtu au Mungu ainue mtu ambaye atakaye kutetea kwenye hilo. Amen. Ili ufike kwenye ile hatima yako. Amen. Ili ufike kwenye ile ndoto yako. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ainuke kukutetea. Mungu ainuke kukupigania. Lakini anainuka ni kwenye hii neema kubwa ambayo Mungu ameiachilia kwetu. Hii neema ndio itakayotusaidia iwapo kama tutatembea katika hii neema. Ndio itakayotusaidia, ndio itakayotuwezesha kufika kwenye ile hatima yetu. Pasipo hii neema hatutafika. Wanamuuza Yusufu kwa Waishmaeli. Wanajua kwamba wamemaliza kwa sababu hawatamuona tena. Wanapeleka maneno ya uongo kwa baba yao kwamba mnyama mkali amemlalua. Wanaua mnyama, wanapaka damu ile kanzu yake, wanapeleka kwa baba. Wanasema kwamba tumekuta hii kanzu iko pale, sijui ni nini kilichomzuru. Baba anasema yamkini ni wanyama wakali wamemlalua na kumuua. Kumbe ni wao, mbinu zao, wamemuuza kule Misri, wamemuuza kwa wale Waishmaeli. Ndipo Waishmaeli sura ya 39 tunaona kwamba wanaenda naye mpaka pale wapi? Misri. Wanamfikisha pale Misri. Kufika pale Misri wanamuuza kwa mtu mmoja anaitwa Potifa, ambaye ni mkuu wa askari. Wanamuuza pale kwa yule Potifa. Potifa anakaa na Yusufu. Neno la Mungu linasema kwamba mstari wa kwanza anasema basi Yusufu akaletwa mpaka Misri,
naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta. Mstari wa pili unasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akafanya nini? Akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akawa pamoja naye. Mstari wa tatu inasema bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanya nini? Anamfanikisha mambo yote mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe nani? Msimamizi juu ya nyumba yake yote. Na yale yaliomo akayaweka mikononi mwa nani? Mwa Yusufu. Kwa hiyo Yusufu anapelekwa Misri kwenda kuuzwa. Anafika kwenye nyumba ya huyu akida, anakaa kwenye nyumba ya huyu akida, lakini Bwana yuko pamoja na Yusufu. Hajamwacha Yusufu, yuko pamoja naye, anatembea naye, anaenda naye. Ndio kile ambacho tutakachokwenda kukiomba, ya kwamba popote nitakapokwenda, hii neema ya Yesu Kristo inifanye mimi kuwa kisababishi cha mabadiliko kwenye lile eneo. Ndivyo Yusufu alivyofika pale kwa Potifa. Tunaona kwamba Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Ina maana neema ya Bwana ilikuwa pamoja na Yusufu, na pale kwenye nyumba ya Potifa kuna mabadiliko yalionekana kwa sababu ya Yusufu. Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, neema ya Mungu ilitembea pamoja na Yusufu, akaona mabadiliko. Kama kulikuwa hakuna chakula, chakula kiliongezeka. Kama kulikuwa hakuna kitu fulani, kile kitu kiliongezeka. Kama ilifikia wakati ambayo yule Potifa na familia yake ilifikia sehemu walikuwa wanashindwa kufanya mambo fulani au wamepungukiwa, Mungu aliongeza kwa sababu ya mtumishi wake Yusufu, kwa sababu ya ile neema ambayo Yusufu aliyokuwa nayo ndani yake. Ile neema ilitenda kazi ndani ya nyumba ya yule Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Neema inaweza kukufanya kuwa chachu ya mabadiliko mahali. Maana Bwana hawezi kukubali kwamba umeingia kwenye nyumba fulani alafu ukalala njaa. Bwana hawezi kukubali watu wale wa mataifa wanalia na wewe ukalia. Hapana, anahitaji aone ya kwamba wewe ambaye umeingia mahali pale unasema kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, basi Mungu ajidhihirishe mahali pale kwamba yupo mtumishi wangu mahali hapa, na kwa sababu mimi ndiye ninayempa yote, kwa sababu ya huyu mtafanikiwa, kwa sababu ya huyu mtumishi wangu lazima hii nyumba ibarikiwe. Bali inabarikiwa ile nyumba kwa sababu yako wewe, na kwa sababu ya ile neema ambayo Mungu ameiachilia ndani yako. Ndiyo maana Mungu amesema ya kwamba ataiachilia neema kubwa ambayo tutatembea nayo nusu hii ya pili ya mwaka. Hii neema tunayotembea nayo ifanye mabadiliko kwenye maisha yetu, ilete mchachu nyingine, ilete hatua nyingine kwenye maisha yetu. Na popote tunapokwenda, tusikubali adui kubadilisha mazingira yetu. Tusikubali adui kututoa kwenye hii neema. Haleluya. Tuliona neema ya Mungu ambayo inaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tuishi katika haki, utauwa pamoja na nini? Tuishi katika haki, utauwa pamoja na kiasi. Kiasi ni namna ambayo kwamba ya kujipa mipaka. Unajipa mipaka wewe mwenyewe kwamba hapa nisifanye, hapa nifanye, hapa nisiende, hapa niende. Yaani wewe mwenyewe unajipa mipaka ya kwamba hapa sitakiwi, hapa ninatakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusikubali adui kuharibu. Tunaona pia Yusufu yuko kwenye nyumba ya Potifa. Adui bado anatafuta ile ndoto ya Yusufu isifanikiwe, isitimie. Mke wa Potifa anataka alale na Yusufu, anataka Yusufu atende dhambi. Ni adui anamtafuta Yusufu atende dhambi, amkosee Mungu ili asifike kwenye ile hatima, asifike kwenye ile ndoto. Mungu amemwonyesha atakuwa ni mtu wa namna fulani. Sasa hapa katikati kuna namna ambayo adui anatengeneza mazingira ya kwamba huyo Yusufu asifike pale, asiwe katika ile hali ya kuwa katika ile
ule ukubwa ambao Mungu aliyomkusudia. Mke wa Potifa anatafuta njia ya kumuondoa Yusufu, anataka alale naye, lakini Yusufu alikataa asifanye hayo. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwanza Yusufu anamwambia yule mke wa Potifa, anamwambia kwamba unajua kabisa bwana wangu amenipa vyote niweze kuvitawala, vyote niweze kuvisimamia, vyote viko juu yangu mimi, ila wewe ndio alinipa mipaka kwa ajili yako. Kwa hiyo siwezi kufanya haya kwako wewe. Wewe ni wa bwana wangu, mimi sina mamlaka na wewe ya kufanya haya. Bwana Yesu asifiwe. Sina mamlaka kufanya haya. Mengine yote kwenye nyumba hii nimepewa kwamba nisimamie, niwe mtawala wa haya, wawe wafanyakazi waje wanitafute mimi, waniombe kitu fulani, wawe wakina nani, lakini wewe sijaambiwa. Wewe ni wa Bwana, wewe ni wa bwana wangu, kwa hiyo sina mamlaka na wewe. Ndipo hapa anasema kwamba hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko nani? Kuliko mimi, wala hakuna cha kunizuilia kitu chochote ambacho Bwana ameniamuru nifanye, ila wewe tu. Kwa kuwa wewe ni mke wake, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Unaona hilo jibu la Yusufu, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Anatambua akimfanya hilo jambo anamkosa Mungu, na akishamkosa Mungu tayari anakosa ile ndoto yake, anakosa ile hatima yake. Tena alikuwa na neno zuri sana, anasema nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu. Sio kwamba nikamkosee, nikafanya nini? Nikamkose Mungu, yani nikakose hii neema. Maana hapa nilipo niko na neema ya Mungu, ndio ambayo inayonifanya kuwa hivi. Ndio maana imenisaidia hata kuwekwa kwa juu ya vyote kwenye nyumba yako. Sasa nikifanya ubaya mkubwa namna hii, nitamkosa huyu Mungu, nitakosa hii neema inayotembea na mimi, nitaikosa. Siwezi kufanya huo ubaya nimkose Mungu. Ndio maana tunatakiwa tumuombe Mungu atusaidie kukataa yaliyo mabaya, atusaidie kushinda yaliyo mabaya, kushinda maovu yote, kushinda vishawishi vyote. Mungu atusaidie.